Bwana Yesu asifiwe. Wanawake, tulia kwenye ndoa yako. Roho Mtakatifu ana nguvu kubwa sana kukuwezesha yote ambayo ulikuwa huyawezi. Kama hujaolewa, usiolewe kwa pressure ya watu. Usiolewe eti umri unaenda. Usiolewe kwa kuangalia wenzao wameolewa na uolewe. Subiri Bwana akutengeneze. Subiri Bwana akuchimbe au ponde huo moyo, akutengeneze mahususi ufai kwa ubavu wa mtu fulani ili usiende kumwaibisha Bwana. Bwana anaumia sana mwanamke anapochoka kuilea ndoa yake. Bwana anasikitika unaposhindwa kuifanya kazi yake vizuri kwenye ndoa yako. Bwana anaumia unapokwenda kumwaibisha, kwa maana ni yeye Bwana aliyekupa hiyo ndoa, si mtu mwingine. Usijione wewe ni mzuri ukaona imetosha. Usijikute wewe umesoma una kazi ukaona umemaliza. Rudi magotini, nyenyekea, omba Bwana akupe moto mpya, akupe nguvu mpya, akupe upako mpya wa kutumika katika hiyo ndoa kama Bwana atakavyo. Bwana anaumia sana unapokwenda kumsema mume wako mbele za watu. Bwana anaumia unapomsema na kumsengenya. Bwana anaumia unapoona inafaa atutwe hivi. Huyo ni mume wa kuheshimiwa. He is a king. Mwanamke, jitahidi sana mume wako ana furaha. Mume wako unapokuwa na furaha na wewe utabarikiwa. Mwanaume, jitahidi pia mke wako ana furaha. Mke wako unapokuwa na furaha na wewe utabarikiwa. Kikubwa ni maombi na kutafuta uso wa Bwana bila kuchoka. Maana kumbuka, adui hachoki. Adui atainua chochote cha kuinua ili awavuruge wote. Msambaratike, muone haviwezekani, ila Bwana anaweza. Yeye aliyeanzisha hiyo ndoa ndio anataka kuishikilia na kuiendesha. Mwanamke, jishushe siku zote. Shuka, anza upya. Kuna uwezekano wa kuishi maisha mazuri ya ndoa, maisha yenye kujaliana, maisha ya kumheshimu mume wako, mke wako. Kila mtu akisimama katika nafasi yake, hakuna kitakachoshindikana. Basi Bwana atubariki, na kupitia leo hii mwanamke, simama kwenye ndoa yako. Jua kitu chochote kitakachoharibika kwenye hiyo ndoa, wewe ndio wa kulaumiwa na si mwanaume. Barikiwa.